Sifa na utukufu vimwendee Mungu aliye hai milele na milele. Amina. Karibu sana ndugu msikilizaji na mtazamaji wa Habari Njema Channel inayokuletea zaidi mambo ya Mungu na mafundisho ya imani, maisha ya watakatifu na habari njema za wokovu. Leo katika kipindi chetu tunapata nafasi ya kumfahamu kwa undani Mtakatifu Francisco na mwanzilishi wa shirika la kitawa. Mtakatifu aliyekuwa na moyo wa sala na ibada na kumjua Mungu na kutoa maisha yake yote kwa Mungu. Katika kipindi hichi cha leo tutapata nafasi ya kumfahamu kwa undani safari ya wito wake, jinsi alivyoishi maisha ya utakatifu wake na mafundisho kwa Wakristo, pamoja na neema na ushuhuda katika maisha yake yote ya kumtumikia Mungu. Basi popote ulipo, karibu tuwe pamoja katika kipindi hiki cha baraka na mafundisho yanayotujenga kiimani. Mimi mtangazaji wako Gideon Elia Mlai, karibu usafiri pamoja katika kumjua Mtakatifu Francisco. Mtakatifu Francisco alizaliwa tarehe 13 mwezi Oktoba mwaka 1563 Abruzzo huko Italia. Katika udogo wake alitoa sana maisha yake kwa Mungu na alikuwa anaonekana ni mtu mwenye moyo wa ibada. Akiwa kijana mdogo alipata ugonjwa wa ngozi, ugonjwa uliojulikana kama ugonjwa wa ukoma. Basi akiwa na umri wa miaka 22 alijitoa kwa moyo wake wote kwa ajili ya kumtumikia Mungu maisha yake yote. Aliomba aponywe ugonjwa unaomsumbua katika maisha yake, na aliahidi kwamba, na alitoa ahadi yake kwamba atakapopona ugonjwa anaoumwa basi angeitoa kabisa kwa Mungu maisha yake yote. Basi Mungu alimponya mara moja ugonjwa uliokuwa unamsumbua. Baada ya hapo Mungu alimuonyesha na alimjaza neema ya kumuonesha upuuzi na anasa za dunia ili arudishe moyo wake kwake zaidi. Basi alipoponywa ugonjwa wake ule, alijitoa siku zote maisha yake yote kwa Mungu. Basi baada ya Mtakatifu Francisco kuponywa ugonjwa wake ule, baada ya kuponywa ugonjwa wake, alitoa mali zake zote akazitoa kwa maskini. Basi akaanza mafundisho na elimu ya upadri mwaka 1587 na akapata upadri mwaka 1589. Yeye pamoja na Mtakatifu Yohane Adriano walianzisha shirika la kitawa. Walioishi maisha ya nje na ndani hawakuruhusiwa kuwa mapadri. Basi walitoa nadhiri zao kwa Mungu na waliweka nadhiri 3. Mara ya kwanza Mtakatifu Francisco alikuwa anaitwa Asisco, ndipo akajipatia jina la Francisco. Basi nadhiri zake alizoziweka kwa Mungu, aliweka nadhiri 3. Nadhiri ya kwanza ni kuabudu Ekaristi Takatifu masaa 24, na walikuwa na moyo wa kujinyima na kuwapatia maskini mahitaji mbalimbali kwa ajili ya kuongeza moyo wa sala na moyo wa ibada katika maisha yake. Alikuwa akisafiri na kwenda huko Hispania kwa ajili ya kuanzisha nyumba ya kitawa. Alienda Madridi
Velasco pia, na alienda mji mmoja unaitwa Asisco. Huko walianzisha nyumba hiyo ya kitawa ambapo walikuwa wanafundisha watawa mambo ya kisayansi. Mtakatifu Francisco alikuwa na ndugu yake aitwaye Thomas Aquino kwa upande wa mama yake. Alikuwa na moyo wa upendo kwa maskini na kwake mwenyewe. Alisafiri kwa umbali mrefu akitumia miguu yake kutembea, akiomba msaada kwa ajili yake na kwa ajili ya maskini. Francisco alifariki dunia tarehe 4 mwezi Juni mwaka 1606 na alitangazwa mtakatifu mwaka 1907 na Baba Mtakatifu Pio wa 7. Maisha ya Mtakatifu Francisco yalikuwa ni ya kujitoa, ya sala, na mara nyingi alijikita sana kwenye kutoa misaada mbalimbali kwa maskini. Pia alipenda kuwafunza watu katika kutubu dhambi zao na kumrudia Mungu. Basi tunatafakari ya kwamba Mtakatifu Francisco alikuwa ni mtu mwenye furaha, na hata kifo chake alikufa kwa tabasamu, huku akisema sasa twende mbinguni. Tunatafakari maisha ya Mtakatifu Francisco hapa kwa maisha ya kawaida hapa duniani, na sisi inatupasa kujitoa na kujinyima ili tuweze kupata baraka na kuishi utakatifu wa hapa duniani, mwishoni tufike mbinguni kwa Baba. Ndugu zangu, maisha ya hapa duniani ni maisha mafupi, ni maisha yanayohitaji kujitoa, ni maisha yanayohitaji kujinyima, kama Mtakatifu Francisco alivyojitoa maisha yake kwa ajili ya wengine na kwa ajili ya Mungu, kwa ajili ya kutangaza neno la Mungu, mpaka kufikia moyo wa kuwaleta watu wengine mbele ya Mungu kwa kuanzisha shirika la kitawa. Ndugu msikilizaji wa Habari Njema Channel, ulikuwa na mimi mtangazaji wako Gideon Mlai, niliyekuletea kipindi hiki cha mtakatifu wa siku. Ninayo furaha ya kuambia asanteni sana kwa kusikiliza na kufuatilia mafundisho katika chaneli yetu ya Habari Njema. Mungu azidi kuatia nguvu na kuatia moyo katika maisha yetu ya kila siku hapa duniani, akituletea moyo wa ibada, moyo wa kumjua yeye, na akituangazia Roho wake Mtakatifu katika maisha ya hapa duniani. Usisahau kushare, kulike na kusubscribe chaneli yetu ili uweze kupata habari nyingine zaidi kwa wakati na zenye kuleta wokovu katika maisha yetu. Asanteni sana.